Ni siku nyingine tena, siku ya Jumapili ambayo tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi ya uhai anaendelea kutupatia. Pia tumshukuru Mungu, tumekula siku ya Christmas tukiwa salama, na sasa tunaelekea mwisho wa mwaka ambapo tunaenda kumaliza mwaka 2025 na kwenda kuanza mwaka mpya, mwaka 2026. Hivyo basi nawashukuru pia mnaendelea kufuatilia channel hii, mnaendelea kucomment na kuview video zangu. Basi katika topic ambayo nitawaletea siku ya leo inaenda kwa jina la mambo ambayo unatakiwa kuyafahamu kabla ya kuingia mwaka 2026. Yes, ukisikiliza video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho utajifunza mambo mazuri zaidi na zaidi, hivyo bila kusahau kusubscribe na kucomment pia unataka kipindi kinachofuata ndete topic gani. Twende tukaanze kama ifuatavyo. Jambo la kwanza tunasema lazima ujifunze communication skills. Communication skills, hapa tuongei mambo ya Kiingereza, kama ujue Kiingereza au ujue vocabulary, ujue dictionary, ujue kuongea kama AI. Hapana, tunachoongelea hapa ni kwamba ni kwa namna gani unaweza kuzungumza na watu katika biashara au hata kama sio biashara, ukatumia lugha nzuri, kwa maana ya kwamba kila mtu anazungumza na kila mtu anaongea, lakini kuna mtu anaongea na kuna mwingine anaongea sana. Sasa hapa tunasema mazungumzo haya inatakiwa unapoongea mtu ametambua content ambayo unaizungumza, lakini pia unachokizungumza mtu aweze kukusikiliza. Hapo tunasema unakuwa na communication skills nzuri. Kwa mfano, chukulia hata katika biashara kuna watu wawili, wote wao wanauza chupa ya maji ya kunywa. Mtu A atasema karibu nauza chupa ya maji, huyo amemaliza mazungumzo yake. Mtu wa pili atasema karibu nauza chupa ya maji ambayo itakusaidia kutembea na maji popote utakapokuwa. Hawa ni watu wawili tofauti. Ukiangalia kabisa huyu wa kwanza ameongea tu, lakini wa pili amesema karibu na akatoa maana, akatranslate anachokisema. Hivyo unajifunze kabla kuingia mwaka 2026, jitahidi urekebishe mazungumzo yako na communication skills nzuri ambayo utaongea watu watakusikiliza vizuri na kile unachokisema watakifanyia kazi. Swala la pili ambalo natakiwa lifahamu kabla kuingia mwaka 2026, tunasema kwamba gundua kipaji chako ni kipi. Watu wengi katika jamii ya leo wameshindwa kutumia vipaji vyao na kuvigeuza kuwa pesa. Wengi wanatumia kwa muda tu na kuviacha. Chukulia mfano, kuna watu mbalimbali ambao wao hawajasoma wala hawana elimu yoyote ya darasani, lakini wanapata pesa vizuri kupitia vipaji vyao. Vipaji vipo vya aina nyingi. Kwa mfano, kuna watu wacheza mpira, kuna watu wanaimba muziki. Kwa mfano, tuna msanii mkubwa wa Tanzania, Diamond Platnumz. Huyu yeye ni msanii, kipaji chake ni kuimba na ndivyo anavyopata pesa kupitia kipaji chake. Lakini pia kuna watu ambao wengine pia hawajasoma lakini wanacheza mpira na wanalipa kupitia mpira. Chukulia kuna mchezaji anaitwa Mbappe, huyu ni mchezaji wa Afrika, lakini leo hii ulimwengu unamtambua kwa sababu ya kipaji chake na anapata mitaji yote kupitia kipaji chake cha mpira. Hivyo kumbe hata basi unaweza kuangalia kipaji chako ni kipi na kukigeuza kuwa pesa. Changamoto inakuja, watu wengi vipaji vyao kishavigundua wanakuwa wanaona aibu kuviwakilisha mbele ya jamii, wanakuwa wanaogopa kabisa kuvifikisha mbele ya jamii, anajifikiria fulani atanionaje. Katika kuelekea kutafuta mafanikio unatakiwa uondoe swala kuona aibu. Hivyo kaa chini, angalia kipaji gani, ufikirie na uangalie namna ukiinua na ukionyesha katika jamii. Tafuta watu mbalimbali watakusupport, wasipokusupport pia usikate tamaa, endelea kupambana. Mwisho wa siku utaweza kuvuna matunda mazuri katika kipaji chako. Lakini pia kama hujui kipaji chako, endelea kuomba Mungu akuonyeshe kipaji chako. Lakini pia kuna namna mbalimbali za kugundua kipaji chako ni kipi. Hizo njia tutaongelea siku nyingine katika clip itakayofuata ambayo nitaitangaza pia. Hivyo swala muhimu hapo ni kutambua kipaji chako kabla ya kuingia mwaka 2026 ili kukusaidia kuishi katika maisha yako. Chukulia kwa mfano, kwa sasa kuna swala la AI, mifumo ambayo inafanya kazi kama binadamu lakini haijafika kwa binadamu 100%. Tuende kwa mfano kazi ya viwandani. Kazi ya viwandani kwa sasa, baadhi ya viwanda vya nchi za nje wanaofanya kazi sio watu tena. Zile nafasi zilizokuwa nafanya watu kazi zimechukuliwa na robot. Hivyo wale watu tunakoelekea wenda watakosa kabisa kazi, watakosa kabisa ajira kwa sababu AI zitakuwepo, robot zitafanya kazi. Hivyo kama umegundua kipaji chako kwa sasa, haitakutesa sana, utajua kipaji changu ni kipi naweza nikafanya. Kwa mfano, roboti hawezi akaona vipaji vyako vyote, hawezi kaingia kwenye kipaji chako akafanya kipaji chako. Hawezi kaingia kacheza mpira kafurahisha watu, ila wewe unaweza kacheza mpira kafurahisha watu. Hawezi akaimba sawa sana binadamu, unaweza kuimba sawa sana binadamu.
Kwa hiyo gundua kipaji chako ili jitofautishe wewe na mifumo iliyopo sasa, kwa mfano hii roboti na vingine. Okay, jambo la tatu ambalo nitakuwa lifahamu kabla ya kuingia mwaka 2026 ni kuwa na ubunifu. Jifunze kuwa mbunifu kama una ubunifu wote. Katika jamii leo tunayokaa, watu wengi pia wanaishi vizuri katika jamii kwa kupata vipato vyao na kupata pesa kwa sababu ya ubunifu. Ubunifu unaweza ukaangalia katika jamii, ni kitu gani katika jamii yangu si akipo kabisa na nakikosa au nakipata kwa shida sana. Ukabuni namna kukitoa kile kitu ambacho kipo katika jamii au kipo kwa uchache. Mawazo hayaji kwa mtu tu ambaye ni genius, lakini mawazo yanakuja pia kwa mtu ambaye atakuwa tayari. Unapata idea ukiwa tayari. Kama uko tayari uweze kupata idea. Hivyo kaa chini, angalia katika jamii yako ni kitu gani hakipo, uweze kukiweka pale, baadaye uweze kunufaika na watu watakulipa kupitia kile kitu ambacho umekiweka. Usikie tukasema hamna fursa katika jamii. Fursa zipo, lakini wewe ndio hujajua namna kuzitumia. Kwa mfano katika jamii, wewe ni mwanachuo unasoma, unaweza ukaangalia wenzako wanakosa kitu gani pale, wanakipata kwa shida, hivyo ukaamua kuwaletea pale. Kwa mfano unaweza ukaanzisha biashara ya nguo ndogo na itasema bana, hapa duka la nguo liko mbali sana, ukasogezea nguo karibu kwa wanaletea. Hivyo unakuwa umebuni biashara fulani pale ambayo itasaidia wenzako, unaenda kusaidia wewe pia katika jamii unayokaa. Unaweza ukaangalia jamii yangu hapa napokaa wanapenda sana vitu fulani. Kwa mfano mambo kama mafuta ya kupaka hayapo, sabuni za kuogea hazipo, ukasogezea pale karibu. Hivyo unakuwa umewabunia biashara ambayo itawasaidia wao na itakusaidia pia katika maisha yako. Hivyo ubunifu ni jambo la muhimu sana. Ingia katika vitabu mbalimbali, soma namna ya kuanza ubunifu, jifunze katika social media mbalimbali namna ya kufanya ubunifu kabla ya kuingia mwaka 2026. Hapo utaweza kusogea na umepiga hatua moja kubwa sana. Na unapopata kitu tunasema jitahidi umove, usikae tu, usiseme tu kwamba hapa kitu unacho. Jitahidi umove, ukifanye kiweze kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo kibuni wazo fulani la biashara, usikae nalo. Jaribu kuliendeleza, liendeleze. Useme tu usubiri mpaka siku fulani ifike. Hapana, mtu anayepiga hatua ni yule ambaye amemove, kapata idea na kenda nayo mbele. Lakini umepata idea umekaa nayo, huwezi ukamove mbele. Jambo la nne na la mwisho tunasema chukua maamuzi bila kusubiri muda sahihi. Watu wengi unakuta anataka kufanya kitu fulani, lakini anasema nitafanya, alikuwa anajipa muda au kuna changamoto fulani. Unapokuwa unasubiria au unasema kesho, kitu chako kufanikiwa ni mara chache sana. Lakini unapotaka kuanzisha jambo fulani, chukua hatua muda huo. Usiseme kitu fulani sina, kitu fulani hakipo. Hapana, anza na ulichonacho, baadaye utafikia juu na sehemu ya juu zaidi. Kwa mfano pia ndio maana tunaona hata mbuyu unapokuwa unaanza kama mchicha. Unaanza kitu kidogo sana, baadaye inakuwa kubwa. Kuna mtu unakuta anatamani kujenga lakini ana 300,000 mfukoni, anasema 300,000 hawezi kujenga. Mwisho wa siku aitumie ile pesa vibaya, inaisha, baadaye anakosa kabisa kitu, anza kulalamika sina hiki. Lakini kumbuka ile 300,000 unaweza ukaanza nao mdogo ukawekeza kidogo, baadaye ukajikuta unajenga. Lakini kuna msemo siku hizi watu wanasema 100,000 hii 200,000 sio pesa ya kujenga, hawezi kajenga kitu chochote. Hapana, naweza anza na kile ambacho unakuwa nacho, hicho kidogo hicho kikiwekeza zaidi unapata mambo mengi zaidi kuliko kutoanza kabisa. Ni bora ukaanza ukafeli kuliko kuacha ukajua umefeli moja kwa moja. Yaani kwa mfano tuna watu wawili, mtu wa kwanza amejaribu kitu fulani. Kwa mfano mtu wa kwanza amejaribu kwenda kutafuta pesa. Yaani ameingia kazi na ameingia mtaani kutafuta pesa, kutafuta ajira. Mtu wa pili yeye ana wazo la kutafuta pesa lakini hajaingia, amekaa. Huyu ambaye ameingia kutafuta pesa hiyo, kutafuta ajira, ana option mbili. Option ya kwanza anaweza akapata au akakosa. Hiyo. Kwa akipata amepata, lakini akikosa pia amekosa, lakini aliingia. Lakini huyu ambaye amekaa tu hajaenda kutafuta shughuli yoyote, huyu tunasema option yake ni moja tu, yeye ni kukosa. Kwa hiyo huyu hana probability ya kupata, lakini alienda ana probability, anaweza akapata au anaweza akakosa. Kwa jifunze kuita mifano hiyo. Unapotaka kufanya jambo fulani, kupiga hatua fulani, kufanya kitu fulani una chochote, nenda hivyo mbele, kitafahamika huko utakapofika. Uwezi jua, unaweza kukutana na watu kule, Mungu akuinulia watu kule wakakusaidia, wakunyanyua katika kitu unachotaka ukifanya. Wewe una kipaji fulani unataka ukionyesha mbele za watu, lakini haujui itakueje. Nenda hivyo ufike, hatimaye utatimiza. Kwa mfano pia YouTube kipindi ilianza
ilikuwa mtandao mdogo sana, kwa mdogo mno, lakini kwa leo tunavyoongelea mtandao mkubwa sana. Kajifunza katika kampuni ya Amazon kipindi inaanza. Amazon kipindi inaanza ilianza katika mfumo wa garage, kidogo sana kama kigarage, lakini kwa sasa hivi inafahamika duniani kote. Hivyo hata watu wakubwa wote hawakuanza wakiwa wakubwa tu, walianza wadogo, na walipokuwa wanaanza kuchukua maamuzi. Kwa hiyo kitu ambacho kinawakwamisha watu ni hawana uwezo wa kuchukua maamuzi kwa haraka, ila unakuta nafikiri anachukua muda mrefu sana, hatimaye wazo la kuanzisha kitu fulani linakufa. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa katika mwaka 2026 tunakwenda, jifunze kuchukua maamuzi. Unapotaka kufanya kitu fulani, usisubiri mpaka mtu fulani aseme. Mwingine utasema nasubiri kuwa motivated na mtu fulani. Hapana, usubiri kuwa motivated. Lakini wewe mwenyewe ukishaanza action, motivation itakuja tu. Lakini ukisema nasubiri motivation ndio nianze action, utachelewa. Hivyo jifunze kuchukua maamuzi ambayo ni sahihi na kwa haraka, na uweke matarajio kwamba ninapoenda kule mbele matokeo nitakayoyapata ndo hayo, lakini nimefanya. Unasikia kusubiria jambo la muda mrefu, utakwama na utaishia njiani. Nashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho. Natumaini kwa utaenda kujifunza kitu fulani. Kati ya mambo manne kuna jambo ambalo bado ushalifanya au hujai kulifanya, basi tenda kuyafanya na kufanyia kazi, na natumaini kuwa itakusaidia sana. Asante sana, tukutane wiki ijayo.